aliye mwombezi wetu. Amen. Murandi. Chuo. Sasa wale wako huko juu sijui kama, lakini tutatumia kipaza sauti tu. Thank you Elder. Nani yule ako karibu wa kunisomea? Kuna mwenye alikuwa mle ndani simuoni, mwanakwaya ameenda pale, hebu nisomea kitabu tunaita Naumu 1 mstari wake ni wa 7. Naumu 1 mstari wa 7. Inasemaje? Mwenye ako na kipaza sauti akisome itakuwa ni vyema vizuri. Ikiwa mnafungua wawili mtakaa pamoja, huyu mwingine akichelewa mwingine anafungua kwa haraka. Kwa hivyo usogee mbele kadri penye yako soma. Nasema Bwana ni mwema. Bwana ni mwema. Bwana ni mwema. Ni ngome siku ya taabu. Ni ngome siku ya taabu. Naye huwajua hao wamkimbiliao. Naye huwajua wao wamkimbiliao. Soma kwa Kiingereza. The Lord is good. The Lord is good. A stronghold in the day of trouble. Do you have that translation which says that the Lord is good, is our refuge? Who has that translation? Nani ako nayo? That is the word I wanted. Is our refuge. Umeipata? Ukiwa uko nayo unasoma tu. Walter, umeipata? Our refuge. Refuge mpatie. Nilisema wewe ukae hapo mkae pamoja. Songea hapo mbele mkae pamoja. Kuja hapa. Soma sasa. Okay. Verse 7 nasema hivi. It says, the Lord is good. The Lord is good. A refuge in times of trouble. Is a refuge in the times of trouble. Yes. Niwaulize swali kidogo. Refuge camp si ni mahali pa kimbilio? Wenye wanakimbilia katika refugee camp wanasambaratika ama wanakaa pamoja? Wanakaa pamoja. Wangapi wanajua kuku? Ni swali tu. Mwimbaji si unajua kuku? Yes. Si nataka mayai? Na ikitaka kuangua yale mayai inafanyaje? Si anakaa kwa manyoya? Na yenye yamo ndani ya manyoya yatakuwa ifaranga, si yataharibika? Kwa hivyo kusambaratika kwetu kulingana na roho ya unabii inasema ya kwamba hizi viti zimeacha wazi, mwenye amekaa zake taanza kuleta usingizi, anza kuleta kelele, watoto wanalia, unasikia tanakali za sauti, ni kwa sababu ya hizo nafasi zimeacha wazi. Kwa hivyo ningetaka niulize wito wa mzee wa kanisa Elder Kefa, Mungu awasaidie msongee mbele hapa tukae pamoja. Kwani ni shida? Wenzetu wenye najua utiifu ni sehemu moja ambayo Mungu anaangalia kwa wale wataenda mbinguni. Ambao ni wakaidi, hiyo sasa Mungu hatakukubali. Mungu anapenda utiifu. Asante. Sehemu nyingine, Walawi 23 mstari wa 3. Leviticus 23, as we read verse 3, the Bible says, I want to drive you somewhere before I begin our study. Yasema, inasema mtafanya kazi siku 6. Maandiko inasema tufanye kazi siku ngapi? Bali lakini siku ya 7, lakini siku ya 7 ni sabato ya kustarehe kabisa. Ni sabato ya kustarehe kabisa kidogo. Kwa hivyo tunapoambiwa siku ya 7 ni sabato ya kustarehe kabisa, kuna starehe aina nyingi. Unaweza ukastarehe ukiendelea kustarehe kutazama mpira bila wanacheza uwanjani, wanariadha bila wanakimbia, kusikiza nyimbo, kusikiza yale unayoendelea kusikiza, hiyo pia inaitwa starehe. Lakini hii starehe katika sabato inafanyika wapi? Endelea kusoma. Kusanyiko takatifu. Kusanyiko takatifu. Kwa hivyo kusanyiko takatifu inamaanisha ni nini? Si ni kanisa? Kwani kanisa kuna biashara inafanywa? Kuna chama watu wanakusanya pesa? Kwa hivyo sabato, watu ambao ni wana sabato wanapatikana wapi? Kanisani. Sasa tulipokuwa hapa asubuhi, tuko wapi? Tuko katika sabato ama katika starehe zetu? Endelea kusoma. Msifanye kazi ya namna yoyote. Msifanye kazi ya namna yoyote. Ni sabato kwa Bwana. Ni sabato kwa Bwana.
katika makao yenu yote. Katika makao yenu yote. Uwe ni hapa Nyakoe, mahali popote, Sabato ni ya pumziko, kusanyiko takatifu, hamna biashara ya mawazo, biashara ya kawaida, hamna kilioko, kushuhudia, kuimba, kuomba, kusoma maandiko. Ndivyo maandiko yanasema kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi? Walawi 23:32. Nasema, inasemaje? Itakuwa kwenu Sabato ya kustarehe kabisa. Itakuwa kwenu Sabato ya kustarehe kabisa. Nanyi mtazitesa nafsi zenu. Nanyi mtazitesa nafsi zenu. Siku ya kenda ya mwezi. Siku ya kenda ya mwezi. Wakati wa jioni. Wakati wa jioni. Tangu jioni. Tangu jioni. Hata jioni. Hata jioni. Kwa hivyo Sabato inaanza saa ngapi? Jua linapotua tena mpaka linapotua. Kwa hivyo kicha nusu hapo kumaanisha ya kwamba hujatimiza. Tuko pamoja? Sasa waliopo hapa labda ndio wametimiza. Naona kuna kelele pale mbele. Maprofesa wanapiga kelele, Mungu awasaidie mnyamanze. Asante sana. Naona wanashauriana, asante kwa sababu wamenyamanza. Tuendelee. Sasa tumegundua ya kwamba Sabato ni ya kustarehe katika kuabudu, katika kushukuru, katika kuimba na katika kushuhudia. Mengine zaidi ya hayo yanaitwa ni ya kwako. Kwa hivyo wale wenye mko hapa wachache, hata mbinguni ndivyo itakavyokuwa. Sababu maandiko yanasema ni wachache wataingia. Wacha tuombe nikupatie uzia huo. Baba wetu mtakatifu, mkombozi wa neema, tunakushukuru tena kwa sababu ya nafasi hii ya kipekee sana, tena ya kipendeleo. Umetukubalia ya kwamba tusimame kulisikiza na kulitangaza neno lako. Tunaomba msamaha wa dhambi, tunaomba kibali kutoka kiti chako cha enzi, ili ya kwamba Mungu wetu tuwe na uwezo wa kunena neno hili. Tunaomba Mungu wetu lile neno tutakapolinena katika masaa haya litusaidie sisi ambao tunasikiza hapa, wale wanasikiza kutoka nchi za mbali, na wale tunaolinena pia lituandae katika maisha haya na hata katika maisha yajayo. Ndivyo tunavyokuomba na nikupitia kwa jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. Asubuhi tulijifunza nini? Najua kabla nikuje hapa nilipigiwa simu nikapeana kifas, theme song na mpaka majina yangu na kila kitu. Even the topic of the day ilikuwa inasemaje? Ndio hiyo nilikuwa nauliza, si ulikuwa nauliza kitu kingine tofauti. Nilikuwa nauliza tulijifunza nini? Bado mmesahau? Ndio liko mmesahau tena? Topic ilikuwaje? Tunaishi katika nyakati za mwisho. Tuko pamoja? Na fungu letu la kukariri ama la kuchenga ilikuwa katika Timotheo wa 2:3 mstari wa kwanza. Nataka usome hapo, sasa ndio hapo ndio nitaanzia. Nipate wasomi wazuri watakao soma Biblia kwa haraka. Nitakapochenga hiyo hoja ukaielewe, uthibitishe hakika tunaishi katika siku za mwisho. Maana inasemaje? Lakini ufahamu neno hili. Lakini ufahamu neno hili. Ya kuwa siku za mwisho. Ya kuwa siku za mwisho. Kutakuwako nyakati za hatari. Kutakuwako nyakati za hatari. Ukitazama hata wewe katika umri wako unaendelea kuelekea katika uzee. Ikiwa jana ulikuwa mwaka moja na siku moja, leo uko mwaka moja na siku mbili. Kwa hivyo unaendelea kuzeeka, hivyo unaendelea katika mwisho. Kwa hivyo na vile dunia ilianza, sasa tuko katika hali ya mwisho, sio hali ya mwanzo, na tumeambiwa ya kwamba tufahamu neno hili ya kwamba siku za mwisho sitakuwa ni siku za hatari. Na sasa huyu mwenye alikuwa anasema maneno haya, alikuwa anafananisha maneno haya na kitu gani? Mathayo 24 tukisoma mstari wake ule wa 37 kuteremka hapo, ili ya kwamba tuone katika siku za mwisho sitakuwa zinafananishwa aje, sitakuwa sanamu na gani, ni mambo gani yatatokea, mambo gani yatatendeka, ili ya kwamba mimi Wabuyele nikiyaona, wewe unayesikiza ukiyaona, ufahamu ya kwamba hakika tunaishi katika siku za mwisho. Maandiko yanasemaje? Kwa maana kwa vile ilivyokuwa siku za Nuhu. Kwa maana kama vile ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Walter, ndugu Walter, si uko na wazazi? Si uko na babu yako? Babu yuko? Alikufa kitambo. Na labda ulichukua jina lake. Ama kuna mwenye alichukua jina lake.
Baba yake wewe unaitwa Walter. Baba yake alikuwa anaitwaje? Obara. Sasa mtu aseme ya kwamba jinsi unavyomuona Walter ndivyo Obara alivyokuwa. Sasa nikitaka kumwelewa Walter, nitamjua nani kwanza? Si lazima nimjue Obara. Ili ya kwamba nijue kwamba ikiwa nilijua tabia ya Obara, ndivyo sasa nitakavyomwelewa Walter. Na Yesu hapa alipoulizwa swali kuhusu kulechea kwake, alifunza wanafunzi akawaambia pasiwe na shaka yoyote, kama vile ilivyokuwa wakati wa Nuhu ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa hivyo sasa naturejesha katika maisha ya Nuhu, tuone kilichotendeka, ili ya kwamba tukifahamu tufananishe na wakati wetu, tujue kwamba kulechea kwa Yesu ku umbali gani. Imeeleweka hii ama haijaeleweka? Endelea kusoma. Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa, kwa kuwa kama vile siku zile zilivyokuwa kabla ya gharika, watu walivyokuwa wakila watu. Kwa hivyo wakati wa Nuhu ni kitu gani ilikuwa sana? Ulaji. Sasa nataka nikuulize, angalia sasa kama matanga ya siku hizi. Ukienda matanga ambapo hamuna mandazi imetengenezwa, hamuna chakula kimeandaliwa, hamuna ng'ombe imechinjwa, hayo ni matanga? Sinaona kuna shida. Kwa hivyo sasa ulaji umekithiri na umepanda sana. Angalia katika harusi. Ipatikane kuna harusi ya maskini, amepika kitu inaitwa sukuma wiki ama cabbage. Na kwingine kuna ng'ombe imechinjwa, kuna maini, kuna mbuzi, kuna kuku, kuna samaki. Wewe utaona ukiambiwa ununue suti ya shilingi 5,000 ufanye matching, utaenda wapi? Si ni kwa chakula? Kwa hivyo sasa katika hali hiyo, wakati wa Nuhu mambo ya kukula kulikuwa ni kwa hali ya juu. Sasa ukipiga wakati wetu sasa, ukifananisha, utapata kwamba mambo ya ulaji na mambo ya kukula yameenea sana. Siku hizi niliona nikikaa katika mitaa mikubwa, zamani ulikuwa unaenda kutafuta chakula katika hoteli. Lakini siku hizi unapata hata ukiwa kazini, hata ikiwa ni mwalimu Keva akiwa shuleni, akiagiza chakula kutoka kwa hoteli, inaandaliwa vizuri, inafungwa vizuri, inakimbishwa hapo kwa pikipiki ama kwa mtu anamletea. Tuko pamoja? Kwa hivyo urachi umepambwa kiasi ya kwamba hata ingawa una hela inakubidi, inakulazimisha na kula. Ukienda katika miji mikubwa unapata kuku imewekwa ndani ya glass, inazunguka vizuri. Na ikizunguka vizuri unaenda unachukua hata pesa ya loan ama unafrisa ili ya kwamba ukale ile kuku. Kwa hivyo ulaji umeenea sana. Ndio nashangaa hata saa zingine unapata, unajua chapati na ugali ni kitu kimoja. Lakini unapata wakati unapopika chapati na wakati unapika ugali wa kawaida, ni siku gani unafunga mlango mapema kina mama? Si wakati wa chapati. Lakini ukumbuke ni ugali tu. Sasa watu wanapenda, ndio naona kwamba ngano ni kitu cha kawaida. Mandazi watu wanakula kila siku, kila Sabato mnakula chapati na mandazi, lakini ikifika tarehe 25 mtu amenunua unga kuanzia mwezi wa 8, anaweka kwa kabadi mpaka tarehe 25 akuje kutengeneza mandazi. Unaona si hapo kuna shida. Sasa hapo mambo ya ulaji ulikuwa umekithiri sana wakati wa Nuhu. Tena sehemu nyingine inaendelea kusema na kukunywa. Sasa tazama katika kukunywa. Ukiingia mpaka ndani ya vichichi unapata kwamba vyumba vya ulevi vimefunguliwa kila mahali. Leo wameleta mpaka vinywaji vingine inaitwa Predator. Ndio Wakristo wanakunywa sana. Ngine inaitwa Energy. Ni kuambia zile vinywaji zinaharibu figo. Tuko pamoja? Tena mtumia Lekeva hapa, ako na gari. Gari yake ikiharibika patali, haichamstart leo, tena siku nyingine, siku moja itakuja kukataa, hata jamstart haitafanya. Sasa ukitumia energy, it stimulates the body, increases the palpitation of the heart. Roho inadunda kwa kazi. Kwa hivyo inafanya mishipa inapanuka sana. Na kisha baadaye mtu anakuwa na mkimbio wa damu. Baadaye anakuwa na ugonjwa wa stroke. Baadaye watu figo inafanya kazi kwa nguvu kwa hali ya juu. Unapata watoto wadogo wanakuwa na ugonjwa wa figo, wanafanywa dialysis. Ni kwa sababu gani? Vinywaji. Sio kila kitu nakunywa tu sababu ni kinywaji. Kila Mungu alisema tunywe. Ukisoma katika kitabu nafikiria ni Ezekieli 4 ikiwa, lakini nafikiria ni Ezekieli 4:11. Ni maji tunafaa kukunywa glass ikiwa ni 8 kwa siku. Na sasa hii mambo ilikuja katika Waadventista ikakuja kwa njia mbaya. Unaamka asubuhi
unasindilia glasi 8 inajaa kwa tumbo. Sasa unasikia kwa tumbo kuru kuru kuru. Sasa hiyo ukiana unaharibu figo. Unakunywa ile maji zamu kwa zamu, usiongoche mpaka upate na kiu ndio ukunywe. Kwa hivyo wakati wa mwisho kukunywa sio vyakula ambavyo vinavyofaa, lakini vyakula vya kuharibu mwili ndivyo watu wanapenda sana. Ukitazama ukienda katika vyuo vikuu penye wanafunzi wameachiriwa, kitu unakuta katika vyumba zao ni Johnny Walker, Smirnoff, Tusker, inaitwa Kasokan, yaani pombe ndio unapata ndio wanakunywa sana. Sasa hiyo mtu akitoka pale akili yake imeharibika, hata achielewi. Kwa hivyo sasa mambo ya kukunywa wakati wa Nuhu ilikuwa ni ya kiwango ya juu, na ukitazama wakati wetu ni vile vile. Naendelea kusema wakioa na kuolewa. Wakioa na kuolewa. Nimeshuhudia harusi nyingi. Harusi nyingi. Watu wanaoana vizuri. Harusi ya kupamba, lakini baadaye wanaachania honeymoon. Si kama mmesahau ishuhudia. Wengi. Kuna wenye mpaka nimechangisha pesa. Tumeshuhudia, tumefanya matching, lakini wameachana honeymoon. Kuoa na kuolewa. Ukitazama katika ndoa nyingi siku hizi, wengi wako na ndoa ya 3 ikiwa sio ya 4. Ni wachache sana walio na ndoa ya kwanza. Wengi nafika katikati inaharibika, unajipanga katika ingine. Kuoa na kuolewa. Ukiangalia katika mitaa, wanawake wengi they are just single mothers. Ameenda kwa ndoa, memletea shida. Mtu amesoma vizuri, unakutana na mtu amesoma vizuri, lakini usiku anakugonga kama parapanda ya haleluya. Sasa hapo unaangalia meno imeng'oka, amekuharibu sura, unasema badala nikufe, unakuja kupangisha. Kuoa na kuolewa. Yaani leo umeolewa, kesha huna mke. Hiyo ndio maisha tunaishi. Nyakati za Nuhu ndio yalioko katika wakati huu. Na tumeambiwa kama vile ilivyokuwa wakati huo, ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Sasa ikiwa ametuelekeza katika Nuhu, wacha tuangalie katika Nuhu ni mambo gani, sababu hayo ni Yesu alikuwa na nukuu yale yalikuwa yanatendeka. Mwanzo 6, wewe ukiwa nyumbani utaanza mstari wa 1, lakini nataka unianzia mstari wa 4, wa 5 na wa 6. Hapo ndio nataka ni nukuu machache nikielekea katika pointi hii. Maandiko yanasemaje? Nao wanefili walikuwako duniani siku zile. Hiyo unasoma ngapi? Mwanzo 6:4. Ndio hiyo, soma. Nao wanefili walikuwako duniani siku zile. Tena baada ya hayo wana wa Mungu walipoingia kwa binti za wanadamu, wakazaa nao wana. Hiyo sasa unasoma, nilikuambia unaanzia 4. Sinaona umeanzia 1. Nimeanza na 4. Hiyo ndio inasema hivyo kabisa. Ni kama akili yangu imeanza kusahau, nienda kufanya formatting ya akili zangu. Endelea kusoma. Sasa wana wa Mungu wakazaa nao wana. Hao ndio waliokuwa watu hodari zamani. Hao ndio. Kwa hivyo wana wa Mungu wakaacha ndoa ya kawaida, wakaanza kuoa kiolela olela. Kama sasa wacha nikuulize. Siwali tumesawe kwa notice kwa Oria. Wanakunywa maziwa ya ngamia. Si namna hiyo? Sasa wewe, nimesikia mke wako anatoka huko daraja 2. Ulifanya vizuri. Hata Samson aliambiwa oe kwa. Sasa wewe mbona unaenda kuoa yule mwenye anatumia maziwa ya ngamia na hujafuga hapo? Tatoa wapi umpatie? Unaona kuna shida? Kwa hivyo wale watu wakaachana na ndoa ya kawaida, wakaanza kuoa kiolela olela. Yaani mwanamume kwa mwanamume, mwanamke kwa mwanamke. Hapa kwenu iko? Swali la kuoji. Si ulikuwa hai? Kubali tu nikutumie sababu nilijua jina lako. Ndugu Walter. 2023 mwezi wa 3 tarehe 24 ulikuwa wapi? Unajua kitu gani litendeka? Kuna kiongozi wa Amerika anaitwa Biden. Mke wake alikuja Kenya. Ndege yake kaanguka pale Jomo Kenyatta International Airport. Masaa hayo Supreme Court ikatangazaje? Ndio hiyo walitangaza. Ili kuendeaje uliposikia hayo? Watu wakalia. Lakini hayo yasipotendeka, Mungu atakuwa ni muongo. Sababu alisema ya kwamba hayo lazima yatendeke as an indicator, kama kiashirio ya kwamba Yesu anarudi. Yalipotendeka jinsi hiyo, na hayo ndio yalitendeka wakati wa Nuhu. Watu wakaacha ndoa ya kawaida, wakaanza kuona wanawake kwa wanawake, wanaume kwa wanaume.
Kama sasa wacha niulize, ikiwa sio kuchanganyikiwa. Mtu ako na mali, utumbo wa mke wake ulifungwa ama ukafunguliwa akazaa wasichana peke yake. Ana mfurana, wanafanyaje? Wengi. Sio kuadapt, kwanza kuadapt iko kwa Biblia. Lakini si wengi wanaoa. Na unapomuoa huyu mwanamke unajua ndoa ni nini? Mwanamke haoi. Mwenye anaoa ni mwanamume. Kwa hivyo, hiyo tabia Mungu anasema mambo kama haya yalitendeka wakati wa Nuhu. Ndoa ambazo hazimo kwa maandiko zikaanza kuonekana kwa wana wa Mungu. Na sasa ndoa zisizokuwa katika maandiko zimeonekana katika dunia na hata ndani ya kanisa. Tuko pamoja? Hizi ndoa makanisa mengi unapata ya kwamba ninamchukua Walter, tunafunga ndoa, tunaenda nyumbani kama bibi na bwana. Si umeiona hiyo? Hata hapa kwetu Kenya imetendeka mara mingi. Si uliona kwamba walifungwa wakijipigania ya kwamba and the people of the human rights wakasema ya kwamba wako sawa, wanafaa kusema. Na kanisa moja likasema itakuwa ni chambo mbaya ikiwa tutakataza watu wasipendane. Hilo ni kanisa la kwenda, unaona si sasa hiyo ni sauti ya shetani. Hayo mambo yako. Na hayo ndiyo mambo yalikuwa wakati wa Nuhu, ndiyo sasa yalipokuwa jinsi hiyo wakaangamia katika gharika. Na ndiyo Mungu amesema yatatendeka katika wakati wetu. Hayo tukiyaona kabla tufadhaike, tujue ya kwamba Yesu anarudi. Tuko pamoja? Endelea kusoma ndugu yangu. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu. Sasa Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa duniani. Ni makubwa duniani. Na kwamba kila kusudi lao analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Kwa hivyo siku zote mtu anawaza vibaya. Naweza ukapata ndugu yangu umefuga kuku nyumbani. Anajua kwamba leo umekuja Sabato. Ni jirani yako. Ukiwa hapa anaenda na kuibia kuku. Alikuwa amekupangia. Anachukua TV kutoka kwa ukuta. Anaiba vitu vyote. Kwa hivyo watu wanapangia wengine wa mabaya. Wengine hata kanisani. Anasema kwamba elder fulani atakufa lini nami niwe elder. Imagine of that. Dunia tunamoishi wakati wa mwisho. Watu wanapigana. Mpaka hapa kwa madhabahu. Watu wanapigana. Ndio hata unaona there are some conferences and here in Kenya which are not working. Kwa sababu ya vita. Watu wanapigana kupigania uongozi. Tuko pamoja? Kwa hivyo maovu, mafikara mabaya kila mahali. Kwa familia unapata kwamba mwanamume mmezaa na yeye watoto, mmesomesha watoto, wameachiliwa kazi, lakini mnakosana kwa kitu kidogo tu. Mwanaume anakuua na yeye anajiua. Mafikara mabaya. Unapata kwamba mtoto mmezaa vizuri, huyo mtoto ameachiliwa kazi, lakini mkitangana katika kitu kidogo tu, anakuja anachukua sumu, anachanganya kwa maji, anawanywesha, familia nzima inakufa. Nyakati za mwisho. Watu wanafikiria wengine vibaya. Watu hawataki kuona watu wakiendelea. Mtu hataki akiona mwingine akiinuka. Yaani watu wako na chuki, wanafikiria mambo mabaya. Ndio yalikuwa wakati wa Nuhu. Sasa Mungu alipoona mambo haya akasemaje? Bwana akaghairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani. Bwana akaghairi kwa kuwa alimfanya mwanadamu. Alimfanya mwanadamu duniani. Akahuzunika moyo. Kwa hivyo kuna dhambi zingine tunafanya, Mungu wetu anahuzunika kwa sababu ya matendo yetu mabaya. Wewe sasa utachiochi mwenyewe, nami ni chiochi. Matendo yangu ninayofanya yanamtukuza Mungu ama yanamtukuza shetani? Ukiangalia katika hali hiyo, na kuna mambo mengi tunafaa kuchiangalia katika hali hiyo. Vile yalikuwa wakati wa mwisho. Wakati wa mwisho ndio sasa ukisoma hapo kwenda chini, unagundua ya kwamba Mungu alipofanya maneno haya, akaangalia dunia mzima, akamuona Nuhu ni afadhali kidogo, ili ya kwamba akamuonea neema. Alipomuelezea kwamba dunia itakuja kuanguka, akakubali, akamueleza vile atakavyofanya. Kwa miaka 120 akachenga safina, yeye na familia yake wakaokolewa. Kwa hivyo sasa ndio Mungu anatuambia nyakati za mwisho. Safina lake linachengwa katika Nyakoe Central SDA Church. Ukiingia mahali hapa, sababu anasema katika Isaya 56 mstari wa 5 mpaka wa 6, chumba chake ni chumba cha maombi.
ukipita mahali hapo kimulilia, huyu Mungu atasikia kilio chako, atakuondoa kiti cha shetani, akuketishe katika kiti cha ufalme, kwa sababu umesaa tubu na utaingia mbinguni kama Nuhu. Hivyo sasa ndio Mungu anahitaji tufanye. Kama vile ilivyokuwa wakati wa Nuhu, ndivyo atakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Tena Yesu mwenyewe na yeye alituambiaje? Kwa sababu ametuambia katika Mathayo 24:37, ametuonesha aliyokuwa wakati wa Nuhu. Tena kutakuwaje, ni ishara gani tutaona ili ya kwamba tufahamu Yesu yuaja? Luka 17 tuanze mstari wake 28. Biblia inasemaje? Lakini wewe nyumbani utaanzia 24. Yasema, na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, kama vile ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa. Kwa hivyo mambo yale yaliyotendeka wakati wa Nuhu, wakati wa Lutu, pia wakati wa Sodoma na Gomora pia yametendeka. Walikuwa wakinywa, walikuwa wakinunua na kuuza. Tazama sasa picha ya kwanza vile tunaendelea kuishi. Pale kwenye naishi pale, ile ploti wakati nilipoinunua ilikuwa 19,000. Lakini kwa sasa nikitaka kuuza ni mamilioni. Kila mmoja anataka kununua na kuuza. Mpaka walia wanakaa huko. Watu wanakaa huko wasambuli zote mpaka Wahindi. Kwa hivyo katika mambo kama hayo, wakati wa Ruth ilikuwa ni kuuza na kununua. Hiyo ndio tabia inaendelea katika wakati wetu. Kwa hivyo tunapoona maneno kama hayo, ni ya kwamba tugundue kurejea kwa Yesu kuu karibu. Naendelea kusema wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma kulinyesha moto, na kibiriti kutoka mbinguni, vikawaangamiza wote. Kwa hivyo watu walikuwa wakila, wakinywa, kuchenga na kupomoa, kununua na kuuza katika maisha ambayo ni mema. Lakini sasa kufumba na kufumbua, moto ukanyesha kutoka mbinguni ukawaangamiza wote. Umefika fungu la ngapi? 29. Nimemaliza 29. Sasa kabla uende 30 kuna fungu nataka unisomee. Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 3. Sababu hawa walikuwa wakiuza na kununua, kuchenga na kupomoa, kukula na kunywa, mustarehe. Lakini sasa kufumba na kufumbua, wakapata kwamba moto umenyesha kutoka mbinguni kama kiberiti na wakaungua. Na sisi sasa itakuwaje wakati wetu? Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 3. Mstari wa 3 inasemaje? Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla, kama vile utungu umjiavyo mwenye mimba, wala hakika hawataokolewa. Kwa hivyo ndugu wapendwa, ni onyo. Kurudi kwa Yesu hamuna mwenye anafahamu. Ni vile anatuambia tujiandae, sababu tunaishi nyakati za mwisho. Wakati unaona mambo imekuwa sawa, unaona kuna starehe, kila kitu iko sawa, kila mambo iko sawa, uchue katika hali hiyo kidogo tu ndio Yesu anarudi. Kwa hivyo inafaa watu wafanye nini? Watubu. Rudi katika Luka. Ulikuwa umesoma 17 mpaka umesoma 19, sasa 29 nataka uende 30. Maana inasemaje? 30 inasema hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile. Vivyo hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakavyofunuliwa mwana wa Adamu. Atakapofanya nini? Atakavyofunuliwa mwana wa Adamu. Kwa hivyo kama vile ilivyokuwa mambo ya nyakati za Ruth, ndivyo itakavyokuwa. Yale mambo yatachirudia kabla Yesu arudi. Kwa nini? Kitabu Methali 1 mstari wa 9. Ni kwa nini yatachirudia? Na kwa sababu yalitendeka. Maandiko yanasemaje? Methali 4:19. 1:9. 1 verses 9. Chapter 1 verses 9, the book of Proverbs. Kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako. Unasoma gani hiyo? Proverbs 1:9. Hebu soma Mhubiri, hiyo sio inafaa kuwa Mhubiri 1:9. Ecclesiastes ndio hiyo sasa, hiyo ni uteresi wa ulimi. Mhubiri 1:9. Kwa nini haya mambo yachirudia? 9 yasema yalivyokuwa ndivyo yatakavyokuwako. Yaliyokuwa ndiyo yatakayokuwako. Na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka. Na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka.
wala jambo jipya hakuna chini wala jambo jipya hakuna duniani. Ndio sababu Yesu ametuelekeza katika yaliyotendeka wakati wa Nuhu, ili ya kwamba tukiyaona katika kizazi chetu tujue kwamba Yesu yuaja. Ndio tena ametuelekeza katika maisha ya Ruth wakati wa Sodoma na Gomora, ili ya kwamba tukiona hayo tujue kwamba Yesu yuaja. Sasa ni kitu gani kilitendeka wakati wa Sodoma na Gomora? Biblia ya Kiingereza New International Bible, unifungulie katika kitabu cha Mwanzo 18 mstari wa 20-21, ndio tuone kwamba ni mambo gani yalitendeka wakati wa Sodoma na Gomora ambayo yatakayotendeka wakati wetu kabla Yesu arudi. Maandiko yanasemaje? Yenye utasoma Kiingereza ni 19 mstari wa 4 wa 5, hayo mengine utasoma Kiswahili. Ile mengine sasa soma Mwanzo 18 ukianza 20. Bwana akasema, kwa kuwa kilio cha Sodoma na Gomora kimezidi. Na dhambi zao zimeongezeka sana. Dhambi zao zimeongezeka sana. Basi nitashuka sasa nione kama wanayotenda ni kiasi cha kilio. Kilio nijia. Kwa hivyo kuna mambo mengine yanatendeka mpaka Mungu anakuwa na utatanishi. Sasa ndivyo akasema atakuja mwenyewe ili ya kwamba akaone. Naendelea kusema kiasi cha kilio kilichonijia, na kama sivyo nitajua. Kwa hivyo Mungu, kuna dhambi zingine zinatendeka mpaka anakuwa na utatanishi, anaangalia ni mwanadamu niliyemuumba. Sasa ndiye anasemaje, hii dhambi iliyotekelezwa katika Sodoma ni gani mpaka Mungu akakuja kuona yeye mwenyewe wakati wa Ruth. Sasa soma Kiingereza New International Bible, Genesis 19 verses 4 to 5, ili ya kwamba tuone ni dhambi gani walioifanya. Uangalie katika dunia ya sasa, ukiona ni kuambie sasa Yesu amesimama wapi. Maandiko yanasemaje? Yeah, the Bible records before they had gone to bed, kabla waende kulala, all the men from every part of the city of Sodom, wanaume wote wa pande zote za Sodoma, both young and old, wakubwa kwa wadogo, yani vijana kwa wazee, surrounded the house, wakaizingira nyumba ya Ruth. Alafu they called to Lot, wakamuita Ruth wakisema, where are the men who came to you tonight? Wako wapi wale wanaume waliingia malangoni mwako usiku wa leo? Bring them out, walete nje to us, kwetu, so that we can have sex with them. Burudia hiyo. So that we can have sex with them. Yani Kiswahili tafsiri ni ya kwamba watuletee nje ili ya kwamba tufanye mapenzi na wao. Hiyo nafikiria hiyo tafsiri iko na heshima kidogo, nikiongea yenyewe itakuwa makosa. Nafikiria umeelewa. Kwa hivyo ilikuwa hii mapenzi ni kwa kina nani? Mwanamume hapa. Na mwanaume. Mwanzo 2 mstari wa 24. Ili ya kwamba uone vile dunia imechafuka. Hiyo ndio dhambi iliyofanywa ikafanya Mungu akashuka kutoka mbinguni. Soma hiyo vile Mungu anasema. Tafsiri ya Mungu inasemaje? Mwanzo 2 mstari wa 24. 24 nasema hivi. That is why a man leaves his father. Kwa hivyo mwanamume atamuacha babaye na mamaye, and a mother, and is united to his wife. Na wataunganika na mke wake, nao watakuwa mwili mmoja. Kwa hivyo mwanamume ni mwanaume kwa mwanamke, sio mwanamke kwa mwanamume, yani sio mwanamume kwa mwanamume. Sasa hapo nagundua Mungu yeye amesema mwanamke kwa mwanamume, lakini shetani na kasumba yake na wakati wa mwisho wameleta mwanamume kwa mwanamume na mwanamke kwa mwanamke. Haya yalipokuwa yametendeka, Mungu anafanyaje? Kitabu tunaita Warumi 1 anza mstari wa 21. Ili ya kwamba tuone hayo yanapotendeka Mungu anafanyaje. Kwa hivyo hayo mambo kiyaona yameonekana peupe katika runinga zetu, katika magazeti, katika redioni, katika makanisani. Mwanaume amefunga ndoa na mwanaume mwingine. Ukiangalia hapa Uganda kuna wenye waliwekwa gerezani wakaambiwa mpaka siku mtakapozaa mkiendelea kufanya mapenzi ndivyo nitakapowafungulia. Kwa hivyo sasa ni kitendo kinachotuashiria ya kwamba tunapoona maneno hayo, ushoga unadhihirisha ya kwamba Yesu anarudi haraka. Maandiko yanasemaje? Bible records. Wacha some Kiswahili. Hii ya Kiingereza nilikuwa nataka sababu Kiswahili inasema ya kwamba ili wakuje tuwajue. Si unaona hapo sasa inaficha mambo mengine utaelewa vizuri. Soma.
Kwa sababu walipomjua Mungu, hawakumtukuza. Walipomjua Mungu hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru. Bali walipotea katika uzushi wao. Uzushi wao. Na mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Wakijinena kuwa wenye hekima, walipumbazika. Wakaubadili utukufu wa Mungu. Sasa ndio hapo ndio kuna pointi yangu kuteremka mpaka 25 hapo. Wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu. Asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya mwanadamu. Aliye na uharibifu. Na ya ndege. Na ya wanyama. Na ya vitambaavyo. Kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za miili yao. Waufuate uchafu. Hata wakavunjiana heshima miili yao. Kwa maana waliibadili kweli ya Mungu. Kuwa uongo. Wakakisujudia kiumbe. Na kukiabudu. Badala ya muumba. Anayehimidiwa milele. Endelea kusoma. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili wakawakiana tamaa. Wanaume wakiyatenda yasiyopasa. Wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Kwa hivyo nyakati hizo watu wakaachana na ndoa za kawaida. Mwanaume anawaka tamaa kwa mwanaume mwenzake, mwanamke anawaka tamaa kwa mwanamke mwenzake, na hizo ni vituko zinaendelea, zimeonekana, zimekithiri, zimechukua nafasi kuu sana katika dunia hii. Na hayo tumeambiwa, tukiona maneno kama hayo Mungu anachiondoa, anaacha watu wameanguka, kurejea kwake kunakuwa karibu. Ndivyo sasa hii kuwakiana tamaa, Mungu alisemaje tangu mwanzo? Kitabu cha Walawi 18:22. Walawi 18:22, maandiko yanasemaje? 18:22. Biblia inasemaje? Wala usilale na mnyama yeyote. 18:22. Usilale na mwanaume. Sasa anza vizuri, uko umesoma mambo yako. Sasa anza vizuri. Usilale na mwanamume. Mfano wa kulala na mwanamke. Ni machukizo. Kwa hivyo ukiona maneno kama hayo yanakuwa ni machukizo mbele za Mungu Baba wetu. Alipoyaona katika Sodoma na Gomora, yeye mwenyewe alishuka. Sodoma ikaharibiwa katika moto na ikaharibika milele, haitaonekana tena. Kwa hivyo ukiyaona maneno hayo katika sayari yetu ya dunia yametendeka katika vijiji, mimi nimefanya kesi zaidi ya 15. Unagundua ya kwamba katika shule za sekondari, shule za msingi, in colleges and universities, unagundua ya kwamba mwanamume, hata mimi hicho kisa nilikiona wakati when I was in high school. And I remember I did my form 4 very long time ago, 1997. But there's a man, I will not mention his name. If he's alive, maybe he may remember. When I was a mono in school, sasa si unaona ile kitanda, kuna kitanda ya chini na ya juu. Sasa nakapata eti huyu mwanamume anataka kunipenda. Mimi sikuwa najua. Nilikuja kugundua wakati nimesoma maandiko. Kwa hivyo ni mambo ya ushetani yamekithiri katika dunia mpaka ndani ya makanisa. Wenye nimefanya kesi zao ni wenye ambao they are serving in the church of God. Ndani ya kanisa. Wanaume kwa wanaume. Mpaka wengine tumeondoa katika mikono ya kuchoma. Kwa hivyo ukiona maneno kama hayo, jua kwamba Yesu anarudi. Tunaishi katika nyakati za nini? Za mwisho. Kila tunastahili kufanya, tutubu, tuondoke katika hali hiyo, ili ya kwamba tumpokee Kristo akija tupeleke wapi? Mbinguni.
Swali, mmeyaona hayo katika hata ikawa chayaona ana kwa ana? Mmeyasikia katika habari? Mmeyasikia katika matangazo? Kwa hivyo ukiona Mungu akisema jinsi hiyo, ukiyasikia ujue ya kwamba anarudi. Tuko pamoja? Na ikiwa mmeyasikia mambo hayo, yanatufunza nini? Mathayo 24 mstari wake wa 32. Mathayo 24 mstari wake wa 30 inasema, basi kwa mtini jifunzeni mfano. Kwa mtini jifunzeni mfano. Tawi lake likiisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua ya kuwa wakati wa mavuno u karibu. Kwa hivyo Yesu anatumia hizi vipengele na hii mitazamo na hizi vitendo ili ya kwamba tufungue masikio yetu na macho yetu, tukatazame na tujue kurudi kwa Yesu mbali gani. Kwa hivyo ukiona ya kwamba dunia imekithiri, unapata kwamba mpaka watoto wasichana wanachukuliwa, wanafungwa, wanakatakatwa, wanatupwa pale katika ndani ya damu Kwale Nairobi. Kabla utaona kitendo kile, jueni ya kwamba ni nyakati za mwisho. Ukiona ya kwamba watoto wanainuka chuzi tu, naitwa utumishi. Hii anaivasha watoto wamechoma huko. Utumishi. I was surprised. Watoto wadogo, yani hata wachielewi, but they can plan vizuri strategically. Wanaoa wanafunzi wenzao 16. Sasa wako gerezani. Na mambo nilisikia ya kutenda maneno hayo, sababu ya kufanya maneno hayo, niyo mambo tumesoma ya Sodoma na Gomora. Wanasindikia wengine wakiwalazimisha kwamba msipotenda kitendo hiki tutawachoma. It happened. Baada ya lile shule kuchomwa, ndio tulikuwa tumeanza safari kutoka hapa tukielekea Nairobi. I was with a choir, mkeni wa Injilisti choir. Tukienda crusade mahali pale. Tumechukua Nissan hapa, atuchachaza gari, tulikuwa watu 7. Tukifika Keroka, tunakutana na wanafunzi wamepanda ndani ya gari. Wameleta USP, zile nyimbo zinaimbishwa hapo. Tukikataa wanasema ya kwamba msipotuimbishia hizi nyimbo tutachoma gari. Recently 3 weeks ago. That is the world we are living in. Machafuko kila mahali, maofu kila mahali. Ndio Yesu anasema ya kwamba tukiona maneno kama hayo, tujue kwamba Yesu yuacha. Angalia hapa Keumbu. I saw, nakuambia vitu which are so tangible, senyo umeona na macho yako. Sio Mcharuo, sio Mkikuyu, sio Mluya, ni Mukisi. From the same territory, from the same vicinity. Mtu naye mjua vizuri kama vile anamjua Walter. Naona huyu ni Walter. Akianguka chini badala ya kumsaidia ni muokoe asikufe, ndio sasa anaanza kumgonga na marungu na muua. Ukiona maneno kama hayo, usishangae. Ikiwa uchatubu, tubu, Yesu yuacha. Sababu those are the indicators which are showing us how soon, how close is the coming of Jesus. Ndivyo maandiko yamesema. Haya machafuko nayo yaona yanaendelea hivyo. Unapata kwamba mfulana amesomeshwa vizuri na wazazi wao, ameendelea vizuri, amehitimu, uchumi umekuwa mbaya, hamna kazi. Sasa anataka apewe katika sehemu yake ya shamba. Baba akimkataza, anachukua panga, anakatakata baba na mamuua. Hiyo kitu nimeiona huko Moranga. Mfulana amesoma vizuri, anataka pesa ya kununua motorbike, amekatazwa, anamuua baba na watu wanamuua. Kwa hivyo hiyo ndio dunia tunaishi. Ukiona maneno kama hayo, tuone kwamba shetani asitutawale. Sababu ametawala mawazo ya watu, ameumiza watu, ameangusha watu katika minyororo yake. Hivyo ndiye anasema ya kwamba yale yaliyotendeka wakati ule yatatendeka wakati wetu. Tuangalie mapema kabla tuangamie. Sasa haya mambo yanapotendeka jinsi hii, Mungu akituonya itakuwaje? Kitabu cha Methali 1, ukisoma mstari wake wa 23 kuteremka hapo. Ikiwa watu wanapoambiwa vile tunaendelea kuhubiri, tunahubiri katika runinga, we are just online. Watu wanaangalia lakini bado wanakaidi kutotekeleza yaliyo mapenzi ya Mungu. Watu wanatusikiza kupitia redio, wanatusikiza katika mitandao, wanatusikiza hapa kanisani, lakini utapata mwenye ako hapa anasikiza bado amefuga fisi kwake nyumbani na ni mchawi. Mwingine ako hapa na amepanga kwenda kutenda maovu na amesikiza ujumbe huu. Hapo soma 21. Kuendelea hapo 21.
hulia penye mikutano mikubwa ya watu, mahali pa nataka kuanzia 23 anzia 22 inasema, enyi wajinga, hata lini mtapenda ujinga? Na wenye dharau kupenda dharau yao, na wapumbavu kuchukulia maarifa. Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Tazama, nitawamwagia roho yangu na kuwajulisheni maneno yangu. Kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa, nimeunyosha mkono wangu asiangalie mtu, bali mmebatilisha shauri yangu, wala hamkutaka maonyo yangu. Mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu, nitadhihaki hofu yenu ifikapo. Hofu yenu ifikapo kama tufani, na msiba wenu ufikapo kama kisulisuli. Dhiki na taabu zitakapowafikia, ndipo watakaponiita, lakini sitaitika. Kwa hivyo katika maovu haya yanapoendelea, Mungu anaendelea kutuonya tuepukane kutoka kwa maovu, tuondoke katika mashaka, tuingie katika utukufu na ufalme. Lakini watu wamekataa. Itafika wakati Yesu na yeye atachiondoa. Hata ukimuita atapatikana, na wakati atapatikana, wakati uko na shida, sasa anaanza kukuchekelea, anaanza kukudhihaki. Hautakuwa na ukombozi. Ikiwa kuna ukombozi, ni sasa na ni leo. Tuko pamoja? Haya mambo yanapotendeka sasa, jinsi hii, Yesu yu wapi? Kitabu tunaita Mathayo 24, mstari wake unaitwa ni 33. Maandiko yanasemaje? Mambo haya yanapotendeka, tumeona mtiririko wa yatakayotendeka yakituashiria kurudi kwa Yesu. Sasa ikiwa ametendeka jinsi hiyo, Yesu amekaa wapi? 33 nasema, nanyi kadhalika muyaonapo hayo yote, tuyaonapo haya yote, tambueni ya kuwa yu karibu. Tutambue ya kuwa yu karibu mlangoni. Kwa hivyo mtu akiwa mlangoni kuingia katika hili kanisa, malango kuu ni ile iko pale. Hii kanisa iko na caretaker. Iko na caretaker mwenye anaishi hapa. Sasa caretaker ufike pale kwa mlango, ikiwa hamna kingere, ni saa 6 usiku, nigonge pale, atasikia humu ndani? Lakini ikiwa pale kwa ule mlango, si atasikia? Kwa hivyo sasa Yesu ametoka katika malango kuu, yuko katika mlango wa kuingia kwa nyumba. Kwa hivyo hatua imesalia tu ni moja tu, ingie kwa nyumba. Sasa ikiwa amesimama hapo kwa mlango, sasa kuingia kwa nyumba, amesimama katika mlango gani? Ufunuo 3 mstari wa 20. Ufunuo 3:20 nasema, inasemaje? Tazama, nasimama mlangoni nikipisha. Mtu akiisikia sauti yangu, na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami. Kwa hivyo Yesu amepakisha hatua moja tu, aingie nyumbani mwetu, na hapo ni kwa mioyo yetu, ale pamoja nazi, sababu kitambo kidogo tu historia ya dunia hii inafungwa. Je, Yesu atarudi katika kisasi gani? Mathayo 24:34. 24:34 Biblia inasema, inasemaje? Amin, nawaambia, kizazi hiki hakitapita, hata hayo yote yatakapotimia. Kwa hivyo kizazi Yesu atakaporudi, kizazi mambo ya unabii wote utakaotimia, ni kizazi chetu. Usiniulize nikikufa leo kama vile Mzee Joseph amekufa. Iye maandiko yataniambia. Wewe amini tu Yesu anarudi katika hiki kizazi. Ikiwa umekufa ukiwa ndani ya Kristo, mbinguni itakuwa ni yako. Ukifa ukiwa mdhambi, jehanamu itakuwa ni yako. Kwa sababu Mungu wetu ni mwema. Hamna dhambi ya nyasamei. Tuko pamoja? Ikiwa umeitubu. Nafikiria ule muda nilikuwa nasema nikae hapa, ni kama umeisha. Sasa ningetaka kulechesha kipaza sauti kwenu. Nani ako na swali ama kuongezea? Sipendi maswali sana, lakini sasa uliza tu. Do we have any question from the congregation? Kunayo swali? Upande huu kunayo swali? Sehemu upande huu kuna swali? Is there a question? Hapo katikati kuna swali? Uliza tu, mpatie kipaza sauti.
Na ulize swali la kimsingi ambalo linaambatana na yale tumesoma siku ya leo. Usiniulize swali la Pasaka nianze kufunza Pasaka na leo sikuwa nafunza Pasaka. Tuko pamoja? Asante mhubiri. Sitauliza swali nje ya mada. Just dwell within. Okay. We are seeing nations fighting such as Ukraine versus Ukraine and Russia is fighting. There is Iran and America united with Iran. You can see Israel fighting Iran. Yeah. We are seeing people being expelled from other countries, like South Africa, people expelled to Kenya, to other African countries. Especially these fights. See, can we relate them to the last time events as the Bible records in Matthew 24? As the current affairs now indicating the last, the warning that Jesus himself told the disciples. Can we term it as among the signs? Umemaliza swali lako? Nimemaliza. Mungu akubariki. Peana kipaza sauti. Mathayo 24 mstari wa 7. Mathayo 24 mstari wa 7. Maandiko yanasemaje? Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme, kutakuwa na njaa. Sasa aliuliza kuhusu mambo ya kupigana. Maandiko yamesemaje? Kipengele ambacho kinadhihirisha ambacho ni cha kwanza. Haya mengine yatakuja baadaye. Lakini cha kwanza kinachoonyesha kwamba ni wakati wa mwisho ni vita. Kama sasa nikuulize, mtu anatoka Somalia, anakuja Westgate Nairobi kwa mall, hauna deni lake, hauchachukua shemu yake ya shamba. Yaani hakuna penye mnapatana. Lakini anasimama kule, anaanza kunyuzia watu marisasi. Kwa hivyo, kile kisichotendeka, ili andiko litakuwa linadanganya. Ukraine isipopigana na Russia, Amerika isipopigana na Iran, ningeomba ya kwamba you go to my YouTube account, you will study much why Iran is fighting with America. Pale nimeweka spirit, roho ya unabii, nimeweka mafungu, nimeweka sentiments zao, vile maandiko inasema ya kwamba kuna wakati wa kuongea na wakati wa kunyamaza. Sasa imefika wakati Amerika inaongea, kwa sababu hii Amerika imeleta mambo mengi sana, na karibuni ndiye itakuja kufunza historia ya dunia. It's only that today I was not teaching about America. I could have taught you about Revelation 13 as we begin from verses 11 to 18. Ndio kaelewa Amerika ni gani na ni kwa nini anatenda maneno hayo. Na ndio uchoe kwamba hata Kenya ni nini, ni kwa nini mambo yanatekelezwa. Sababu ukisoma katika Isaya 18 mstari wa 1 mpaka wa 7, Kenya imetajwa pale, na kwa sababu hiyo utajua ni kwa nini haya mambo yanatendeka, utajua ni kwa nini the UN inaanza kuchenga kituo chao kikuu hapa Kenya, ujue ni kwa nini the Ebola facility imeletwa hapa Kenya. Usione kwamba ni mambo imeanza leo, ni mpango ulifanywa kitambo. Kuna kitabu nilinunua for 6,000 inaitwa American Book of Secrets. Iko na mambo mengi ya giza, na kuambia ukisoma utashangaa. Hautakuwa unasononeka katika haya mambo iko hapa. Lakini sasa nikikwambia ununue ya 46 na hata yenye nakuja kitabu cha nyimbo kinauza shilingi 250 na una, hiyo utanunua kweli? Sinaona ni ngumu. Na usiposoma utaelewa. Si umepata hela. Kwa hivyo vita ni ishara moja ya mwisho wa dunia. Swali lingine. Ukitaka kuuliza swali hapa hakuna mtihani, ukianguka inua mkono tu hivi, swali peana kipaza sauti pale. Mwalimu, siulizi swali, ningependa kuchangia pengine kama Luka 4 mstari wa 16, Yesu akasimama na akasoma. Kwa hivyo simame na ulize. Soma, uliza. Kwa sababu umeeleza kuhusu ishara hiyo ambayo ilionekana Sodoma na Gomora. Na vile vile umesema Isaya 18 ya Kenya kutabiriwa katika unabii. Ningependa niseme mambo mawili. La kwanza, kuna dalili nyingi kama ulivyosema katika Mathayo 28 kwamba kutakuwa na ishara mbalimbali kama alivyouliza rafiki yangu hapo. Na Yesu akatoa ishara mbalimbali. Lakini ishara kuu ambayo inaonyesha kwamba mwisho umekaribia ama ndio umefika ni hiyo ishara ya wanaume kuoana wa jinsia moja, kama vile wanaume LGBTQ tulisema. Alafu niliona kuna siku tulisema kwamba kuhusu BBI. Ilikuwa BBI ni full, ni maana yake nini? Yes?
Building Bridges Initiative. Kenya imeenda mbali sana katika mambo mengi, ila kwa sababu Mungu anaipenda Kenya bado